Oya wahenga bana, kweli bwana mtegemea cha ndugu ufo maskini. Tulimtegemea mwamuzi mweusi katika kutubeba Afcon, lakini mwanangu alitutupa kinoma noma. Oya Kuba Basenge yule mwamuzi yule. Na mchongo wetu unaanza katika mjengo fulani hivi ambapo ndani anaishi Vera, Bibiana na Jennifer. Walikuwa watatu wao wakiwa marafiki kinoma noma wa kushibana. Katika kupiga kwa story sebuleni hapo, Vera alipata ujumbe kutoka katika mtandao wa Facebook ukisemekana kuwa ni ombi la urafiki. Bibi Vera alikuwa amezungumza, ombi la urafiki tena? Ni nani huyu? Richard Lucas? Okay, ngoja nitazame wasifu wake. Oh wow, mkaka fulani hivi mzuri, smart kweli kweli, mtanashati, handsome. Okay, nimemkubalia. Bibiana akawa amemjibu Vera pale pale akasema, Vera, unakumbuka kuwa una mpenzi tayari? Vera akawa amesema, nimemkubalia tu ombi la urafiki, sijamaanisha nahitaji kuwa naye au kulala naye. Basi stories ziko zimeendelea pale mpaka majira jioni, na mpenzi wa Vera aitwa Tony akawa amewasili nyumbani hapo kwa Vera ili amsabahi na kisha asepe zake. Ila Vera alionekana kabisa kukerwa sana. Tony akawa ameuliza, mbona sura yako inaonyesha dhahiri kabisa namna una hasira juu yangu mimi? Nieleze wapi ambapo mimi nimekosea mpenzi wangu nijue. Vera akawa amesema, Tony, imekuwaje mpaka ukaamua kabisa kunikalia kimya, hata kunipigia wala kutuma message ndani ya siku mbili nzima, na wakati tangu tuonane yapata wiki mbili sasa, ila haujali kabisa shida nini juu yangu? Na hapo mchizi Tony akawa amesema, Vera, unajua kabisa nilivyobana na kazi, ukizingatia kuwa napaswa kufanya kazi sana ili nikizi mahitaji yangu pamoja na kujilipia ada. Bibi Vera akawa amesema kwamba wewe sio wa kwanza kufanya kazi na huku ukijilipia ada Tony. Na mchizi akawa amesema, imefikia hatua sasa kuzungumza na mimi kwa namna kama hiyo kweli? Eti Vera kweli? Akasema sawa tu, kama unaona upo sahihi basi sawa. Na siku ilikuwa imepita hivyo, na kesho yake mchizi Tony akiwa nyumbani kwa rafiki yake aitwe Nobo, wakiwa katika kuagana kwa sababu Nobo alikuwa tayari kabisa kuelekea kanisani. Alimuona Tony akiwa katika hali ya majonzi, akawa amemuuliza, "Oh, vipi ndugu yangu, mbona kama unaonekana umepoa sana? Nini shida?" Mchizi wa kuitwa Tony akawa amesema, Vera kaka. Akasema, Vera kafanya nini tena mzee? Oya, amenipigia simu hapa, ameanza kulalamika kwamba sijampigia simu tangu jana. Hivi kweli jana tu si tumetoka kuonana naye? Vile vile analalamika eti kwamba mimi sijamtafuta tangu usiku mbili zilizopita. Ina maana niwe nafanya kazi ya kumpigia yeye tu kila siku, sio mambo mengine ya kufanya mzee wangu? Nobo akawa amemwambia, jitazama unavyoonekana. Unataka na mimi nionekane kama wewe? Sikia Tony, mahusiano ni usumbufu. Mimi nimekuwa nayo sana tu na sikuona malipo yake, na ndio maana nimeamua kuachana hayo mahusiano. Na hapo mchizi Tony akawa amemwambia, ina maana kulala na wanawake tofauti tofauti ni vizuri mzee? Eti mchizi, kwa kuona unapoa tu. Nobo akawa amesema, sio vizuri tu, ila ni bora zaidi. Ila wacha mimi nikuache naelekea ibadani kanisani. Mchizi Tony akawa amemuuliza, ibadani? Kijana kama wewe pia unafanya ibada? Na hapo mchizi Nobo akawa amemwambia, sikia Tony, nikwambie, kama kanisa pia ni mahali ambapo tunapata wanawake, sio lazima kuwatafuta katika nyumba za starehe tu. Wetu pia viwalo kama hivi, kamata Biblia yako vizuri kama hivi, alafu huwezi kuniambia unakosa bana kuwakamata. Hebu nikuache kijana, tukutane baadaye, mimi nasonga zangu ibadani. Asa huko upande wa pili kabisa, mwanadada Vera anazidi kabisa kutekwa na akili na yule kijana aliyekuwa amekutana naye mtandaoni Facebook, na huko akiwa na chati tu pasipo hata kuwahi kuonana hata siku moja. Ni kitu ambacho amekimisi kabisa kutoka kwa mpenzi wake aitwe Tony. Tony muda huyo yuko zake busy kweli kweli na masomo, hata akumbuki kwamba na mpenzi anaitwa Vera. Asa siku moja Tony pamoja na rafiki yake walijiandaa kwa ajili ya party. Ufaji au unaweza nikasema kwamba mtoko wa Tony ulikuwa umemkwaza sana Nobo, yule rafiki yake yule mchizi. Asa siku hiyo bwana mchizi Nobo hakulaza damu, akawa amemtolea uvivu. Oh, mshikaji wangu Nobo, hakika tunaenda kwenye party, vipi naonekanaje hapo ukiniangalia? Nobo akawa amemchana, hakika sijui namna gani nitongozana na mtu wa aina yako kama hivi yani. Jamaa akawa amesema, mbona kama nimevaa vizuri tu kabisa kaka, kwani kuna tatizo gani katika mavazi yangu? Mchizi Nobo akawa amemwambia kwamba kila kitu kwako ni tatizo tu, jitazame, hauoni kama kuna shida? Una muonekano wa kizamani kinoma mwanangu, unaonekana kama wahenga wetu wa kihistoria, ni kama mtu aliyotokea katika karne ya 18. Unataka kuonyesha watu vituko vyako mzee wangu? Kama unataka kuonyesha vituko, nenda karudie mechi ya TZ pamoja na Morocco, alafu mfuatilie sana ule refa Kuba Basenge wewe. Na hapo mchizi Tony akawa ameuliza, asa kwa nini unanisema kiasi hicho Nobo? Unajua kabisa sina aina ya mavazi kama uliokuwa nayo wewe. Na hapo mchizi ukitwa Nobo akawa amesema, sawa, lakini sio sababu wewe kuvaa kizamani kama hivyo. Sawa, umetoka katika familia duni ya kimaskini, una utashi, tazama mkanda wako ulivyodhoofika, unaendaje katika pati ya mtu kihivyo ndugu yangu? Na hapo mchizi Tony akawa amesema, mbona kama mimi naonekana tu vizuri tu ndugu yangu? Nobo akamwambia, wewe hebu acha nikusaidie jambo, shika hizi pesa ukanunua t-shirt nzuri tu, viatu vizuri pamoja na suruali nzuri, alafu tuondoke. Ila Tony mchizi wangu, kama pasipo hivyo mwanangu hatuwezi kuongozana mimi na wewe, mtu wa kizamani umekuwa baba. Na hapo Tony akawa amepewa kiasi cha shilingi naira 15,000. Lakini cha kushangaza, huyu mchizi bwana akawa amerudi na mshangazi kaja wake aliyokuwa limesheni nguo nyingi sana, wakati matarajio rafiki yake yule kuitwa Nobo ni nguo za mtoko tu, yani mbili tatu zingetosha. Lakini jamaa alifungasha kabati zima, kaja na mshangazi kaja mkubwa kinoma noma. Na jamaa Nobo akawa amemuuliza, oya Tony, nikuulize labda kuna changamoto gani katika akili yako mwanangu? Hizi ndizo nguo ambazo ulizokuwa umenunua kwa ile pesa nilokuwa nimekupatia? Tony akawa amesema, hapana, unadhani mimi sina akili mchizi? Nimekuja na nguo nyingi sana mpya alafu nzuri kinoma noma, nimenunua mashati 10, suruali 13, viatu pea 2 na huu mkanda mwanangu ambao ulikuwa umesema kwamba hujakaa poa. Nobo akamuuliza, oya umenunua mashati 50, mikanda 20, viatu milioni 1 na suruali bilioni ngapi kama nikikuuliza? Tony akawa amesema, nimenunua vizuri tu kaka, hapa nilichokosa ni perfume kali. Nimeenda kwenye duka lilokuwa umeniagiza nikakuta shati moja ni naira 15,000. Mimi ni mjinga kwa ni mzee nunue shati moja kwa hiyo pesa? Bwana nikaamua mimi kuingia katika chembo lingine, nimepata mzigo wa kutosha sana upo ndani. Bwana mchizi Nobo akawa amemwambia, wakati mwingine
mwingine nashangazwa ulifanikiwaje kumpata Vera na kuanzisha naye mahusiano mchizi wangu. Akili yako kidogo mwanangu imekaa kama refari wa AFCON yule wa Morocco pamoja na Taifa Stars au vipi mwanangu? Na hapo Tony akawa amesema kwamba hapana, ukija kwa Vera mwanangu ni upendo wa kweli tu, yani true love, yani mimi nimependwa kabisa na Vera, yani sio kwamba amenipendea chochote, ni true love mzee wangu. Nobo akawa amemwambia haya basi, ikafungwa gate tuondoke. Sio kesi. Walisha zao kwenye party na mchizi Nobo akawa amejirudia na mwanamke wake kuja kulala naye katika siku hiyo. Nobo akawa amemuuliza mchizi wake Tony kama angependa naye mwenyewe apate demo kupumzika naye kwa usiku huo, lakini jamaa mchizi akawa amekataa kata. Na hapo mchizi Nobo akawa amemuuliza rafiki yake huyo kuitwa Tony, vipi mwanangu, ungependelea na wewe mwenyewe uokote piskali nini wakuvuka naye katika usiku huo? Jamaa akawa amemwambia hapana, si unajua bwana mimi na mpenzi bwana, alafu mimi siko kivo na siko tayari kumsaliti. Nobo akawa amemuuliza una mpenzi na unataka kumsaliti vipi kuhusiana yeye? Yeye ni mwaminifu kama wewe. Okay sawa, cha kufanya nini? Unapotoka katika eneo langu kwenda kwako hakikisha unafunga mlango, sawa? Na Tony akawa amebaki na maswali mengi tu ya mshangao, ila akaja kupotezea kwa amesepa. Na huko upande mwingine kama kawaida bwana Richard Lucas pamoja na Vera mambo yanazidi kutaradadi katika mtandao wa kijamii yani Facebook, mpaka bibi Vera akawa anashindwa kabisa kujisomea, yani alikuwa amemuelewa kichizi huyu mchizi wa kuitwa Richard Lucas. Naweza nikasema baada ya siku kadhaa kupita iliwadia siku ya penda nao yani Valentine Day kama ilivyokuwa ada. Mashoga zake na Vera yani Jennifer pamoja na Bibiana walipokea zawadi kutoka kwa wapenzi wao, isipokuwa Vera tu peke yake hakupokea zawadi yoyote ile. Mara ghafla anatokea mtu aliyeagizwa zawadi na zawadi hiyo imfikie Vera, na inasemekana imetoka kwa Mr. Richard Lucas yule mwamba kutoka Facebook. Na Vera angalau anarudi katika hali yake ya furaha tena, kwa sababu alikuwa peke yake kabisa, ni mkiwa ambaye hakupata zawadi yoyote katika siku hiyo muhimu ya Valentine. Na huko nyumbani kwa Nobo mchizi anaonekana Tony bwana akirudi kutoka kazini. Nobo akawa amemuuliza Tony, oya unataka kuniambia hadi leo hii umeenda kazini? Jamaa akawa amesema swali gani hilo la ajabu ambalo unaniuliza? Haujui kama kazi ndio kila kitu kwangu? Nobo akawa amesema shida sio kwenda kazini mzee wangu, lakini kwa nini uende kazini siku ya leo? Tony akawa amemuuliza, oya kwani siku ya leo ina umaalumu gani mpaka mimi nisiende kazini? Nobo akawa amemwambia leo ni siku ya Valentine Day mzee, ya kupasa utulie na mpenzi wako Tony, uenjoy, upewe maua mekundu na vijizawadi vikopakopa, au sio? Na hapo mchizi anashtuka kweli kweli kwa kumtaja Mungu wangu, nikasikia oh my god, leo ni Valentine na nimesahau kabisa mchizi wangu. Naomba nijiandae basi niende kwa Vera angalau nikamuone, lakini pia nimwombe radhi. Na hapo mchizi Nobo akamwambia poa, wewe jiandae tutongozane. Tunapata kumwona Tony na wasili nyumbani kwa Vera, lakini Vera hakupendezwa kabisa na mwenendo wa Tony, kumkalia kimya kisa majukumu ya kazi tu, na hata alipomwomba kuwa naye pamoja katika usiku huo Tony alidai kwamba amechoka, hivyo basi ilimpasa akapumzike. Mchizi akawa amesepa kihivyo. Hasa kufika nyumbani Nobo akawa amemwambia Tony, oya mwanamke akikwambia uko sawa katika hali ile anamaanisha kwamba hakupendi wala hana furaha na wewe hata kidogo mwanangu, inabidi upate kunielewa hivyo. Na hapa Tony akawa amechangia mada akasema hapana, wewe haukuwepo pale, mimi nakwambia Vera bado ananipenda kinoma noma, ili Vera hawezi kuondoka na kwenda kwa mtu mwingine. Sasa kipindi anazungumza hilo Nobo anapokea ugeni wa kulala naye katika usiku mzima, akawa amemwaga Tony na kisha yeye mwenyewe kuelekea chumbani na mpenzi wake kwenda kupumzika. Tony akawa mbaki tu kudua akiwa haelewelewi tu anafanyaje, mwenzake ashajibebea danga lake katika siku hii muhimu ya Valentine Day, lakini yeye amebaki tu mkiwa na Vera alikuwa amemwomba mchizi kwenda kulala naye, lakini jamaa itakatilia mkazo kabisa kwamba oh msiendi sio sio poa. Baada ya kupambazuka tunapata kumuona Tony akimlalamikia sana Nobo baada ya kupokea SMS kutoka kwa Vera ikimtaka waachane kabisa, ni usiwe katika mahusiano. Nobo alizidi kumsisitiza kuwa umepata mwanamke mzuri sana kama Malikia, lakini haukuweza kumtimizia mahitaji yake kaka, jirekebishe, au kama ukishindwa kujirekebisha kuwa kama mimi tu tukabadilisha wanawake haitakusumbua sana kuliko hata hivyo unavyoishi. Tony hakuwa na usemi na siku zilisonga. Siku moja Vera alipata mwaliko kutoka kwa Mr. Richard Lucas yule mchizi wa Facebook, hivyo basi alimpatia ramani ili uweze kukutana kwa mara ya kwanza. Sasa kipindi anajiandaa kwenda, Jennifer alikuwa kichati na Tony muda huo na kumdokeza juu ya kukutana kwa wale watu wawili yani Vera pamoja na Richard. Na Tony alikwisha kutumia ramani nzima ambao alikuwa anaenda kukutana Vera pamoja na Richard, ni kwamba makutano yao halisi ilikopo ni wapi. Na Tony kweli aliamua kufuatilia ile ramani mpaka sehemu husika kabisa tukio. Aliona gari lilikuwa limemchukua bibi Vera na kwenda kuifuata nyuma, na huko akiwa kabisa na rafiki yake Nobo wakiwa wanatazama kabisa hali halisi. Wakawa wamefika katika kichaka fulani hivi. Oh ebane sio poa. Na kumbe huyu mchizo ukitwa Richard hakuwa ni mtu mzuri. Alimtuma mtu akampokea Vera ili akamfanyia unyama na kisha akawa ametoa maagizo auawe. Na kipindi kijana huyo aliyetumwa kabisa kitaka kufanya ukatili huo, Maratoni pamoja na Nobo wakawa wamekwisha kuwasili pale, wakawa wamemdhibiti kijana huyo na kisha wakawa wameita maaskari waje pale katika eneo hilo na kumkamata yule jamaa. Msaada huo naweza nikasema kwamba ulimfanya bibi Vera arudishe upendo kabisa wa kumpenda tena Tony, na hapo mapenzi akawa amerudi tena kama mwanzo, wakawa wamesha hivyo na kuendelea kuwa wapenda nao. Ebane, na hapa swala zima la kupuliza kipenga la kutamatisha mchezo mimi nalipuliza, lakini ule refa wa Morocco yule Kuba Basenge, baridi mwanangu tunabwaga.